Mwanzo kabisa hii bajeti imekuwa bajeti ya juu sana, na ni jambo ambalo la kusikitisha ya kwamba serikali inalenga kupata fedha zinazokisiwa kuwa 120 billion kutoka kwa tax mpya ambazo zinawekwa. Wizara ya usalama imepewa pesa mingi, hatukatai tunahitaji usalama, lakini ila ndio wizara ambayo inafanyiwa ufisadi zaidi, because iko na vitu kama confidential expenditure. Kuna ile confidential expenditure ambayo haikui audited. It is not open to auditing. Sasa hatujui zile fedha zinatumika namna gani. Pia pesa ambazo zimeweza kuwekwa kutengwa kwa bajeti ya ikulu ya Mheshimiwa Rais, na zile pesa ambazo zinapelekwa bungeni sio kwa sababu ya maendeleo, lakini ile recurrent expenditure. Haiwezekani tukawa na bajeti ya shilingi trilioni 4.8 lakini pesa za maendeleo katika bajeti hiyo hazifiki shilingi trilioni 1. Hii ni bajeti imefanyiwa tumbukiza, kwamba State House ile bajeti imepewa kulingana na matarajio ya Wakenya. Unajiuliza maswali kwamba State House imekuwa sasa ni hospitali. Mimi kidogo ningesema kwamba hii bajeti haijaangalia sana haswa masuala ya mwananchi wa kawaida, lakini imeangalia wale wakubwa. Katika hii idara ya elimu imekuwa kidogo underfunded, na ukiangalia kidogo walimu, principals wanalia kidogo. Hawajapewa njia moja wapo ya kukusanya zile pesa ambazo zinatakikana ili kuendeleza maendeleo ya shule na kulisha watoto. Pili, katika hii bajeti tumeangalia usalama kidogo umepewa pesa nyingi, ambazo hizi pesa nyingi zimepewa katika idara ya usalama ni za kukulwa na kununua vitoa machozi na kununua risasi za kupiga watoto. Maisha inazidi kuwa ngumu kidogo, na matarajio yetu kama Wakenya ni kwamba kama kuna vitu serikali inaweza rahisisha ili mwananchi wa kawaida asicha akaumia zaidi. Jambo la pili, mtangazaji, ningependa kusema kwamba bunge liko na majukumu. Hata baada ya budget kusomwa, pia nyinyi muangalie muone vipengele fulani ambao huenda zitasomwa zitaadhiri mwananchi, sikapate kufanywa marekebisho, kwa sababu tumewachagua mtuwakilishe na muwakilishe matakwa yetu na muwakilishe ipasavyo.